Taasisi za utafiti, hakikisheni mnaendelea kufanya utafiti ambazo zitoe majibu na changamoto zinazokabili sekta ya misitu ili kupata mwelekeo wa kusimamia jambo hili. Huku wizara iendelee kuhamasisha na kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji katika kuanzisha mashamba ya miti, viwanda vinavyoongeza thamani kama hiki cha TANWAT na vile pale Mafinga ambavyo vina process au wanaishia katikati wanapeleka kwao China. Kumbe kule wanaenda kutengeneza viti kama hivi, alafu wanatuuzia huku sisi kiti kimoja $500,000. Tukiwa tumepeleka hizo mali wamenunua kwa bei ndogo, alafu wanapata bei gharama kubwa. Kwa hiyo hawa lazima tuwake ukomo wa uvunaji na uchakataji. Tunataka kila kitu wamalize hapa kama wanavyofanya hawa TANWAT. TANWAT wanaanza mwanzo mpaka mwisho wakiwa hapa Tanzania, hapa Njombe. Kwa hiyo na viwanda vya mfindi vile navyo vikabainishwe ambavyo havijamaliza, tulishawapa muda, inatosha. Wanataka tuwamalizie hapa kila kitu. Kama hawataki watuachie, tutamleta mwingine ambaye yuko tayari kuchakata kila kitu akamalizia hapa. Kama viti na mikalio vitengenezwe hapa. Nondo zipo, square pipes zipo, tutakunja tutaweka mkalio wetu wa mbao zetu. Kwa hiyo hili tutalifanya wenyewe. Tuimarishe ushirikiano wa wadau mbalimbali. Nimefurahi kusikia kwamba mmewaita wadau wako hapa na wao wameshiriki kwenye maandalizi, wameshiriki kuweka mabanda maonesho na wanatoa elimu wakati wote, na kwenye maeneo yao ya kazi wanafanya kazi nzuri ya uhifadhi wa mazingira na misitu yetu, na program mbalimbali tulizonazo na wao wanazitekeleza. Hili ni jambo muhimu na tunahitaji kuona vikiendelea. Lakini kwa viongozi wa vijiji na kata washirikishwe hawa katika mipango yote ya mikakati ya utunzaji wa mazingira ndani ya halmashauri yao, ikiwemo na kudhibiti vitendo vya kuchoma moto ovyo. Yako makabila yana utamaduni wa kuchoma moto, alafu kumbe ukienda mbali sana anasema ataishi miaka mingi. Moto akiwasha hapo ukizima anaanza kupata mashaka, anasema ataishi mwaka mmoja. Kwa hiyo wanashindana kutaka kujua ataishi miaka mingapi kwa kuchoma misitu. Hiyo haikubaliki, na kwa hiyo elimu iendelee. Wizara tena mshirikiane na mamlaka nyingine kuhakikisha kwa wananchi wanapata elimu kuhusu uhifadhi na biashara ya kaboni ili waweze kuanza kunufaika kupitia biashara hiyo. Punguzeni mlolongo wa masharti ya kuanzisha biashara kaboni. Ziko halmashauri nyingi zimeleta maombi ya kuanzisha biashara kaboni. Biashara kaboni inasaidia katika kutunza misitu, lakini kupata vibali inachukua mpaka miaka 3-4. Kibali gani hicho cha miaka 3-4? Badilisheni taratibu zenu. Kama kuna sheria na kwanza leteni bungeni, waheshimiwa wabunge wako hapa, Mheshimiwa Manyika yuko hapa, Mheshimiwa Festo Sanga yuko hapa, Mheshimiwa Deo Sanga mwenyewe yuko hapa, Mkulonjinji yule mzee kabisa maarufu, lakini na mbunge wetu dokta kutoka kule Lupembe. Taasisi ya misitu TFS, wekeni mipango thabiti ya kukabiliana na changamoto ya uchomaji moto misitu. Na kwa kuwa nyie mna mameneja wa misitu kwenye maeneo yote, wahakikishe kwa kila siku wanaitembelea misitu yetu, lakini kushirikiana na majirani ili waweze kupata elimu na unge mkono kwenye ulinzi. Nyie mmepata bahati ya kuanzilisha kuajiriwa, endeleeni kuonyesha weledi kwenye utumishi wenu. Fanyeni kazi kwa uaminifu, fanyeni kazi kwa uadilifu, lakini muonyeshe uwajibikaji. Kitendo cha kuyatimiza haya matatu mnatengeneza ushawishi kwa hawa kuwekeza zaidi, na wafanya hawa kuwa mabalozi kwa wengine waliobaki huko kwamba Tanzania mkija, kwanza tunapata uwekezaji na mazingira ya uwekezaji ni mazuri, lakini mbili, kuna haja ya kuleta wafanyakazi kutoka huko, sababu wafanyakazi wote wanapatikana ndani ya nchi. Lakini tatu, huyu kwa kuajiri nyie mnakuwa walinzi nambari 1. Hatutarajii kama kuna mtu atakuwa anaipa mfuko wa dawa hapa. Hatutarajii miongoni mwenu mtu aondoke na nguzo hapa.
hatutarajii uondoke na frame zilizotengenezwa hapa za milango ukatamani ukateze mlango wako. Na sijapata taarifa hiyo, nilikuwa namuuliza wewe mzee kama je ushapata tatizo la wizi. Ameniambia hapa na watu wema sana, jipieni makofi.